Habari ni wapendwa, natumai mko poa. Wagonjwa poleni, lazima tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni tuendelee na simulizi yetu sehemu ya 3 ya Sir Madam President. Sehemu iliyopita tulisha ambapo wale wananchi ambao wapo Dodoma walikuwa wameandamana wako Ikulu, na sio hao tu bali na watu katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania walikuwa wameandamana kwa ajili ya kudai haki zao. Na Rais Samira alikuwa amechanganyikiwa. Ndio tunajiuliza, je, yale maandamano yaliweza kufanikiwa na kumtoa madarakani Rais Samira au hayakufanikiwa? Karibu tuungane na mimi katika sehemu hii ya 3, mwendelezo wa sehemu ya 2. Wananchi walizidi kuimba, hatumtaki Samira, hatumtaki Samira. Rais Samira alichanganyikiwa sana. Na akiwa katika kile chumba chake cha siri cha Ikulu, Samira alikuwa amebaki na washauri wake 3 tu ambao ndo alikuwa anawaamini kupita kiasi. Wa kwanza alikuwa ni Waziri Salum, wa pili mkurugenzi wa usalama wa taifa ambaye ndo alikuwa Bi Siza, wa 3 ni mkuu wa mawasiliano Bwana Max. Samira kwa sauti ya hofu na kuchanganyikiwa akasema, mnachoniambia ni kuwa sehemu ya jeshi imeasi? Mungu wangu. Na watu wanaimba majina wa wapinzani hadharani kweli? Afu na nyinyi hata sielewi niwafanya nini. Sielewi. Bwana Salum akajibu huku akiwa anakopesha macho wasiangaliane ana kwa ana na Rais Samira. Akasema, ni kweli Mheshimiwa Rais, Mwanza, Mbeya, Kigoma na hata Iringa wameshikamana. Hatuwezi tena kuwatishia. Kisha Bi Siza akadakia, tumeanzisha operation ya kimya kukomesha vurugu kwa kuwakamata viongozi wanaoongoza hizo vurugu na hasa wale upinzani. Rais Samira akamwangalia akasema, hapana, sasa ni wakati wa kuwakamata. Hakikisheni. Umesikia Max? Hakikisha hawapati upenyo, na hakikisheni mnafunga mitandao yote, media zote na simu. Kusiwe na mtandao kabisa, kusiwe na mawasiliano kabisa, sababu mawasiliano ndio yanawafanya wao wakusanyike, wao wajione kuwa waweze kuorganize mambo yao vizuri. Na hata hizo redio za vijijini hamna kitu ambacho kiwe on. Naomba Tanzania inapaswa kuwa kimya. Bi Siza, fanya mawasiliano na kamanda wa polisi wa taifa haraka sana. Mwambie awasiliane na wakuu wa polisi wote Tanzania na waambie watoe onyo, watoe maonyo kwa wananchi wao. Wao wameandamana, wao hawajaandamana, ila tu ilo onyo liwafikie. Sio, unanielewa? Na ukiona uambie wakiona
waandamanaji bado wanang'ang'ania, yani bado wanang'ang'ania kuandamana, au wasiposikia watumie nguvu ya kuwaondoa, yani watumie nguvu. Yani nikimaanisha kuwa watu 5,000 hawezi kunichanganya mimi akili. Ni watu wachache sana, hawezi kunichanganya mimi akili. Nikizika watu 5,000 sitapata hasara yoyote, bado nina nguvu kazi. Fanya hivyo mara moja. Bisiza akitikia, sio rahisi. Na amri ya rais ilifuatwa moja kwa moja. Askari walitumia silaha za moto kusambaratisha maandamano. Kila ambaye alifyatua, yani sijui jinsi ya kuelezea, lakini yani kila aliyekuwa mbele ya askari alifyatuliwa risasi. Nakumbuka wananchi wameandamana kwa amani. Hakukuwa na vurugu, hakukuwa na kashikashi yoyote. Lakini baada ya polisi kuingilia kati, kuanza kufyatua risasi, yani kuanza kuondoa ile amani ambao wananchi walikuwa wanaandamana kwa amani. Baada ya kuanza kufyatua risasi, ndipo wananchi na wenyewe wakaanza kucharuka. Yani amani ilivurugwa. Na hasira za wananchi ziliongezeka maradufu. Ndio hapo sasa walipoanza kufanya vurugu. Na vurugu ilikuwa vurugu kweli. Walianza kuharibu mali za umma. Ikiwa ni pamoja kuchoma nyumba za viongozi moto, kuchoma magari ya viongozi moto, yani kuchoma vituo vya polisi na mali mbalimbali za serikali. Na hayo matukio yote, licha ya kuwa mtandao umezimwa, lakini watu walikuwa wanarekodi. Yani ni kama vile kuweka kumbukumbu kuwa pale mtandao utakaporudi, basi kila kitu kitakuwa hewani. Watu wanatakiwa wajue nini kinaendelea katika nchi ya Tanzania. Lakini wapo wale walikuwa wanatumia mtandao wa bure, VPN. Yani wao wengine walikuwa wanaenda live, wengine walikuwa yani wakimaliza tu kurekodi vinatumwa mitandaoni. Kwa waliofaidi ni wale VPN, lakini hao wengine walikuwa wanatumia mtandao direct. Wao walikuwa tu subiria mtandao urudi ili na wao waweke hadharani. Unyanyasaji, uvunjaji wa haki za binadamu unaofanywa na rais wao, unaofanywa na serikali yao. Yani wananchi waliumia sana. Waliumia sana. Na maandamano yalidumu takriban siku 6. Na hizo siku 6 sio kwamba labda askari walikuwa pembeni, la hasha. Yani wakionekana tu barabarani wameenda. Wakionekana tu barabarani, yani haijalishi barabarani unatoka kwa kusudio gani. Lakini askari wanachojali wao ni amri waliopewa juu, bila kujali utu. Na alidumu ndani ya siku 6. Na ndipo wananchi walipokata tamaa, sababu waliona
kila wanapoandamana wanazidi kuuliwa. Wanaandamana wanauliwa, wanaandamana wanauliwa. Wakaamua bora watulie nyumbani kwanza. Na baada siku kupita, yani siku ya 7, yani ni siku ambayo ukikaa ukiangalia vurugu zilizotokea ndani ya siku 6, asilimia kubwa, yani tuseme asilimia 95 ya vitu vya serikali vilikuwa vimeharibiwa sana sana. Na askari sio kwamba walikuwa wameacha, yani licha ya kuwa maandamano yameisha siku, yani wapo siku ya 7, lakini wao hawakuacha kuzunguka mtaani. Yani ni walisambaa nchi nzima. Yoyote atakayetoa pua yake nje, basi tuseme bye bye, anauliwa. Na pia walikuwa na kazi ya kukusanya maiti walizosababisha, yani watu waliowaua walikuwa na kazi ya kuzikusanya maiti. Hakika ulikuwa ni ukatili wa waziwazi, sababu zile maiti zote zilizokusanywa zote, yani zilibebwa kama mzoga, likachimbwa shimo moja na wakatupwa. Sio wakazikwa, walitupwa. Kitu ambacho yani kilileta fedheha kwa wananchi. Wakahisi wamedhalilishwa, sababu wale ni mashujaa wao, ni watu waliosimama kutetea haki zao, ni watu waliopigana kwa ajili ya kutaka uhuru wao. Lakini leo wanatupwa shimoni katakataka. Kweli inauma. Wakati hayo yote yakiwa yanaendelea, huku Samira alikuwa katika television ya taifa akialika wamama katika sherehe ya wanawake duniani. Kwa yeye kama mwanamke aliandaa hafla fupi Ikulu ya kusherehekea pamoja na wanawake wote duniani. Kwa akaomba wanawake wachache waje kuungana na yeye kusherehekea. Yani watu wana huzuni kupoteza watu wao. Rais anasherehekea siku ya wanawake duniani. Yani ni kitu ambacho kiliumiza sana watu moyo. Watu waliumia sana. Na wananchi mbalimbali wanaweza kuongea na kumwongelea vibaya. Akiwa ni pamoja na Bwana Msangi kutoka jiji la Tanga. Akasema, "Oh my God, why every time as why?" Huko akiwa anashika kichwa. Dalton, mtoto wa Bwana Msangi, akamuuliza, "Daddy, kuna nini tena?" Bwana Msangi akajibu, "Mwanangu njoo. Njoo uangalie jinsi tulivyo na watawala wa ajabu. Uone." Dalton akatoka kule alikokuwa.
Dr. Msangi, yani Bwana Msangi, anamuoneshia kwa kidole, angalia kwenye television. Akaendelea kwa kusema, najua unaenda chuo na unasoma chuo, na ulikuwa umeshirikisha kuwa unataka kugombea ukatibu wa chama cha Umoja. Sikiza mwanangu, nikwambie, nisikilize tena kwa makini. Yani kwanza hivi ninavyoongea, ikibidi na kwenye simu yako delete makundi yote, yani left magrupu yote ya chama cha Umoja. Sitaki ujihusishe na siasa ya aina yoyote, wala na kitu chochote kinachohusiana na siasa. Sitaki uje kutotoa kafara, sababu hii umwagaji damu, hii swali ya kawaida na uso binadamu. Hizi ni kafara, afu mtu yuko ana enjoy life. Ni watu na majonzi. Yeye yuko kwa biza na kula bata na wanawake. Yani akili za wanawake sijui zipoje. Yani ni kama vile kuna kimdudu kipo katika ubongo wao, kinafyonza bongo zao. Sababu mtu mwenye akili timamu hawezi kufanya upuuzi. Wakaangaliana, kisha mtu akacheka. Daktari akamwambia, akajibu, baba, nimekuelewa. Sitojiunga na chama chochote cha siasa na kuahidi. Sababu sioni faida ya kuwa mwanasiasa, sioni faida ya kutokuwa mwanasiasa, ni the same. Sitajiunga na siasa yoyote, nitabaki tu kumtumikia Mungu wangu. Mzee Msangi alimwangalia mwanae, akamwambia, sawa, asante kwa kunielewa mwanangu. Maisha yakaendelea kwao, lakini huko upande mwingine watu walizidi kuongea. Ilikuwa ni kama show tu. Kila mtu anaongea kuhusu Rais Samia. Alafu yeye sasa hana muda na mtu, licha ya matusi ya mtandaoni, kejeli, lakini yeye wapi? Japo amekosolewa, mataifa mengi yamemkosoa, hata Umoja wa Mataifa, lakini wala hajali. Na wale ambao walikuwa wana midomo sana, aliwatuliza kwa makaa ya mawe na madini ambayo yapo katika nchi ya Tanzania. Na siku zilizidi kwenda, katika nchi ya Tanzania manyanyaso yalizidi. Raia walizidi kuumia. Maisha yalikuwa magumu. Baadhi ya watu walianza kimbilia nchi za jirani kwa ajili ya kuokoa uhai wao na maisha yao. Samia alivyoona vile haikutosha, akasema, wananikimbia kwa kipi? Kwa nini wanikimbie? Bado hajanijua. Alichokifanya,
aliweka ni alibana, yani mipakani kote aliweka ulinzi wa kutosha. Ni kwamba mtu akitaka kwenda nchi nyingine ni lazima awe na sababu, yani sababu ambayo inashawishi ili uweze kupata kibali cha kwenda nchi nyingine. Hivi amna kutoka nchini kwako, yani ni unabaki hapo hapo na utafia hapa hapa. Na ukiona unasumbua sana, basi wanakuchukua na safari yako inakuwa imeishia hapo. Watu walilaani, watu walilia, lakini hakujali. Baada ya miezi miwili kupita, baadhi ya watu sasa wakaamua sasa waanze kujiorganize upya. Yani haiwezekani wapate uhuru kutoka kwa mkoloni. Uhuru ulikuwa wa shida. Alafu sasa yani katokea tu kiumbe huyu ambaye anang'ang'ania madaraka, anawanyanyasa hadi watu. Yani kule watoke kwa shida na mpaka kumtoa Mwafrika mwenzao, tena mwanamke, wapate shida. Watu waliamua kujiorganize katika sehemu mbalimbali za nchi. Na wakati huo watu mbalimbali walikuwa wanakusanyika, wanajadili, wakiwa pamoja na wasomi, wanajeshi wastaafu, vijana, viongozi wa dini, yani wote walikuwa wamechoka. Sababu unamtengenezea, yani ni kwamba unamtengenezea mtoto future ambayo mzazi mwenyewe hujui unachomtengenezea mwanao, yani ni future ya aina gani. Sio ni future ya kutekwa, sio ni future ya kuuawa, haijulikani. Sababu mwanga wa taifa watu wamezimwa. Watu wapo gizani. Hawana uwezo wa kuona mbele. Hawana uwezo wa kuiona Tanza ya kesho. Bali wana uwezo wa kuona Tanza yenye giza ya kesho. Profesa Ndunguru, mwanaharakati wa katiba, akasema kama hatutasimama kuliokoa taifa letu sasa hivi, hatutaweza tena. Samila ameua kila kitu tunachokiamini. Tumezika watu wengi katika maandamano yaliyopita, na tunaorodha ya majeraha, na tunaorodha ya watu waliopotea, na tunaorodha ya watu waliotekwa. Tuandikeni historia mpya. Tuandikeni ukurasa mpya wa Tanza. Mwanafunzi Lea akadakia. Ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Akadakia akasema, natamani siku moja tuambie watoto wetu kuwa tulisimama, tuliwaambia watawala kuwa sisi ni wakubwa kuliko kiti chao. Ona, ndugu zetu waliopigania haki wamezikwa kama vibudu, wamezikwa kama kuku vibudu. Ona, yani ni bora wangetupatia tuwazike wenyewe. Ni bora.
machozi yakanamtoka kwa uchungu. Anthony akamwambia, Dalea, usilie. Najua inaumiza, lakini inatakiwa tujikaze. Ni lazima tulifanikishe hili. Lea alifuta machozi, huku akiwa anapigwa mgongoni pole pole kwa kunyamazishwa. Mwanajeshi mstaafu akasema, yaani hapa ni kupanga jinsi gani tunaweza kuwasiliana na wenzetu, tuunganishe nguvu. Na safari hii lazima tuwe na silaha, kwa sababu ya kuwakabili adui zetu. Na mnajua kabisa mara ya mwisho tulikuwa tuna kitu chochote, ndio maana walitushinda. Lakini safari hii tutatafuta popote zilipo, hata kama ni jeshini tutazitafuta. Hatuwezi tukaumia hivi. Kijana mmoja akajibu akasema, kweli vijana wa Tanza tunasahau haraka sana. Yaani ni juzi tu watu wetu wametoka kupigwa risasi, marafiki zetu wametoka kuuawa, ndugu zetu, watoto, majirani. Ni juzi tu. Na tumepigwa nao ambao leo bado tupo nao mtaani, tunacheka nao, tunakula nao. Bado. Yaani ilitakiwa hawa tuanze kuwachukulia action sasa hivi. Yaani tunavyozidi kuwaweka mtaani, ndivyo tunavyozidi kuwapa vichwa. Wanajiona wao ndo wao. Wao ndo wanaopaswa kuheshimika au kuabudiwa katika nchi ya Tanzania, wakati wanajeshi ndio wenye nguvu kuliko wao. Yaani nitakiwa tuwafundishe adabu sana, kuwakumbusha kuwa mishahara wanayolipwa ni kodi zetu. Ila wambwawa sawa. Na baadhi ya viongozi wa dini hawakuwa kimya. Maaskofu, yaani baraza la maaskofu, Waislamu, Wabuddhism, Wahindu ambao walikuwa wanaishi katika nchi ya Tanzania hawakuwa mbali. Walikubaliana na wakasema wote kwa pamoja, hatuna upande wa siasa. Sisi sio wanasiasa, lakini tunasimama upande wa haki. Na kwa wale ambao wanasimama kwa ajili ya kusema ukweli, ni mashujaa wetu. Tanzania inahitaji uponyaji. Tanzania inahitaji kuponywa na si kutawaliwa, na wala si kuwa chini ya mtu fulani anayetumia mabavu kunyanyasa watu. Tamko hilo lilienea Tanzania nzima, na hata askari waliokuwa wanahifadhi, yaani waliokuwa wanafanya kazi kule kwenye kambi ya mateso, baadhi yao yaani
zile roho za uongofu ziliwagusa. Wengine wakaanza kuwepa yale majukumu, yaani kwa kuweka visingizio mbalimbali. Wengine walikimbia kabisa. Walikimbia. Na wengine walisema wanatii sauti ya Mungu, hawawezi kuendelea kufanya vile. Hivyo Samila alianza kuishi maisha ya hofu. Hakumwamini mtu yoyote yule. Hata watoto wake alikuwa ameomba vyoo serikalini walianza kumkimbia. Wengine wakienda nchi mbalimbali, wengine wakitoka, yaani kutoka pale walipokuwa wanakaa na mamao, wakawa wametoka kabisa mbali, wanakaa mbali na mama yao. Na hata walinzi wa Ikulu alikuwa anabadilisha kila siku. Kila siku walinzi wanabadilishwa. Na aliamuru kabisa, ni ile mara kwanza alivyofunga, yaani ile alikuja kufungua baada ya kama mwezi ndio kuja kufungua mtandao. Lakini sasa hivi tena akataka vyombo vya habari vifungwe. Na bado alikuwa bado anajiamini, na aliamini kuwa bado ana uwezo wa kucontrol kila kitu. Lakini hakujua kwamba jeshi lilikuwa tayari limeshaingia mkataba na raia wake. Jeshi lilikuwa linaungana na raia wake. Jeshi lilikuwa limekopaleti na raia wake. Alipoamuru watu wazime mtandao, yaani walichokifanya watu wa mtandao ni walizima mawasiliano ya Ikulu, sio ya nje, yaani sio ya Tanzania, bali ni ya Ikulu. Ni kitu ambacho kilizidi kumuongezea wasiwasi, yaani alizidi kupata wasiwasi vibaya sana. Na kama kawaida, wanafunzi nao hawakubaki nyuma, na walikuwa mstari wa mbele kutaka haki. Licha ya kuwa rais wao alikuwa amewapa mabomu makubwa sana vioni, lakini hawakujali. Wao walichojali ni haki. Mtu anatakiwa apate haki, lakini sio hela. Sababu thamani ya hela inaisha pale yaani ukiwa na hela ndio unaona kuwa hela ina thamani, lakini kisha tumika ikiisha na thamani yake inaisha hapo hapo. Kwa wakiongozwa na advocate Jamila, bado walizidi, yaani walikuwa wanatafuta njia mbalimbali za kupeleka ujumbe kwa wananchi, njia mbalimbali za kufanya watu wawasiliane. Hata kama mtandao umezimwa, taarifa zifike mahali husika, no matter what. Ndio walikuwa wanapambania hilo. Na Jamila akasema, yaani sasa hivi hataweza kutuchezea tena. Kwa hatua hii aliyofikia, safari hii hachomoki. Hata afanyaje ni hachomoki. Na Samila anazidi kuangushwa
bila yeye kujua. Na kuangushwa kwake sio kwa silaha, bali ni kwa ukweli. Watu wanamwambia ukweli. Sio wanafunzi, wanajeshi, viongozi wa dini, wananchi. Wote wameungana na kuwa kitu kimoja. Na wote wanatafuta haki yao. Na wengi wakijiuliza, kwani Samila bado ang'ang'ania kile kiti? Kuna nini? Bila yeye kujua, ukuta aliotengeneza ushaanza kubomoka. Nchi ya Tanzania ilikuwa kimya, lakini ndani ya ule ukimya kulikuwa na vitu ambavyo vinaendelea. Vitu ambavyo vilikuwa vinapikwa, vinaandaliwa. Na wala si kwa bunduki, bali ni dhamira za watu na uchungu wa watu wa kuwa na kiu ya kutafuta haki. Na Samila akiwa amejifungia katika jumba lake la kifahari, yani hakuwa anajua kwa wanajeshi wamemzunguka. Hawapo na yeye, wapo na wananchi. Na yeye akidhani kuwa hawataweza kumfanya chochote. Na katika kambi ya jeshi ya Dodoma, Kanali Moshi akiwa na viongozi wenzake akasema, tumetumikia taifa hili kwa zaidi ya miaka 20. Tumeapa kulinda katiba na si mtu. Huyo mama anatufanya tuonekane, yani ni kama sisi vibaraka wake. Anataka tuonekane ni wabaya kwa wananchi. Yani anatupeleka anavyotaka yeye, anatuendesha anavyotaka yeye. Sasa hilo kuanzia leo tunalipinga. Hatutaki kuwa chini ya rais. Sisi kazi yetu ni kulinda nchi na kulinda raia wa nchi, na sio kumlinda rais. Kapteni Aisha akasema, wananchi wote bado wanaamini kuwa sisi tuna utu. Na tumeona mateso wanayopitia. Midomo ya watu imefungwa, damu zimemwagwa. Samila sio Samila tena. Sio yule mtu aliyekuwa mtu wa watu. Akipita sehemu watu wanafurahia, akipita sehemu watu wanamshangilia. Sasa hivi kawa mnyama. Sio yule wa kipindi kile. Sasa hivi akipita watu wanamkimbia. Sio wanamkimbilia, bali wanamkimbia. Nchi yetu inahitaji mabadiliko. Nchi yetu inahitaji rais ambaye yani mwenye uwezo wa kutatua shida za wananchi. Sio rais mwenye uwezo wa kujaza tumbo na kujaza matumbo ya vibaraka wake. Hiyo sio. Meja Kaduma akasema, jeshi halitawali nchi, lakini tunaponyamazishwa, tunapouawa, tunapotishwa, tutawajibika ipasavyo. Lazima tuchukue hatua. Lazima tumuoneshe kuwa sisi sio vibaraka wake. Inatakiwa aelewe hiyo.
na hii ni mara ya kwanza tangu taifa la Tanzania lipate uhuru. Maafisa waandamizi wa jeshi walikutana na viongozi wa kiraia kwa ajili ya kupanga mipango ya operation Fajr. Yaani maana yake ni kwamba alfajiri mpya ndio wapo wanaiandaa na wanaipika kweli. Na ukionekana ni msaliti kwenye kikundi cha hii operation, kabla ya Samila hajafa unaanza kwenda wewe, afu baadaye ndo atafuata Samila nyuma yako. Na wote walikuwa na lengo moja, kumng'oa Samira madarakani bila umwagaji wa damu na kuanzisha serikali ya mpito itakayoongoza hadi uchaguzi utakapofanyika. Samira alianza kuishi, yaani maisha yake sasa yakambadilika kwa asilimia kubwa sana. Alikuwa na wasiwasi vibaya sana. Muda wote anahisi homa sio homa, malaria sio malaria. Na katika yaani aliitisha kikao cha dharura na watu wa usalama. Rais Samira akiwa na wasiwasi mwingi akasema, eti hivi jeshi limetoa tamko lolote lile? Yaani hii kimya ni hatari kuliko risasi. Bora hata wangeongea kitu chochote jeshi. Wamekaa kimya mpaka sasa hivi. Tangu yale mauaji yalipotokea hamna tamko lolote walilotoa. Bisiza akasema kuna taarifa kwa baadhi ya makamanda wako katika harakati zisizoeleweka, lakini tumeanzisha ufuatiliaji. Kuna watu wapo wanaofuatilia kwa ukaribu sana na wanatupa update kila siku. Kwa usijali rais. Akasema sawa, na hakikisheni kila ofisa waandamizi wanaripoti mara 2 kwa siku. Na wekeni walinzi wapya. Yaani sitaki mtu ananitazama kama vile msaliti. Yaani nitakuwa na wafukuza wote. Yaani sitaki msaliti kabisa. Kama unajijua una elementi za usaliti, yaani bora ujitoe mapema kabla sijagundua. Maana nikigundua nahisi mnanijua. Huwa siongeagi mara 100. Ni vitendo tu. Wote wakaitikia sawa, tumeelewa. Samila alitoka pale ofisini akaelekea chumbani. Alikuwa hawezi kukaa. Yaani muda wote anahisi kichwa kinawaka moto. Akaanza kuwapigia watoto wake simu. Aliyepokea simu ni mmoja tu. Wengine hata hawakumpokelea. Na aliyepokea simu ni yule aliyekuwa anampenda sana, sababu alimtengenezea maisha. Mtoto alikuwa ni bilionea. Sio milionea, bilionea. Kwa yule mtoto alikuwa anampenda sana mama yake. Yaani hata mfanyeje wote mnaweza mkamkimbia,
Lakini yule mtoto hawezi akamkimbia mama yake hata siku moja. Kwa hiyo aliongea naye kwa muda, na yule mtoto alimwambia mama, kinachotakiwa hapo ni kukimbia sasa hivi. Sababu kama maisha mazuri ushatutafutia, na sasa hivi na maisha naweza nikakutunza wewe. Kwa acha kuhangaika na hiyo nchi. Njoo huku uje kupumzika. Akamjibu, akimwambia mwanangu, naweza nikaiacha nchi, lakini hawa watu hawataniacha. Sababu nimewafanyia mambo mengi mabaya. Yaani nahisi kama vile wanaenda kuniua. Mwanae akamjibu, mama, kwani sasa unakuwa na mawazo ya aina hiyo? Hawawezi kukuua mamangu, niamini. Ila kama unaweza, bado una nafasi. Toroka na acha nchi bila rais, uje tukae huko. Samira akajibu, kutoroka ni kitu ambacho sitaweza. Ila nitafikiria. Maana unaweza ukashangaa nipo mlangoni kwako. Usishangae. Maana uko sasa hivi hakueleweki. Sio polisi, sio wanajeshi. Karibu wote sasa hivi wananisaliti. Wote sasa hivi wamekaa, yani kwangu ni kama masnitch. Kwa hivyo naweza nikaja huko. Wakaagana pale. Kila mmoja akaendelea mambo yake. Habari za ukandamizaji zilivuka mipaka. Umoja wa Mataifa, UN na mashirika ya haki za binadamu yalitaka Tanzania irejeshe uhuru wa kujieleza na kuachilia wafungwa wote wa kisiasa. Yaani, na kilichouma zaidi ni ya kuua watu pasipo na sababu. Na hawezi akakaa madarakani kushikilia watu wasio na sababu maalum ya kuwashika watu. Kwa nini? Inatakiwa waachie. Kwa nini hawashikilie watu? Na mara nyingi Samira aliitwa kwenye vikao vya Umoja wa Mataifa. Mara zote huwa anatuma wawakilishi, haendi. Sababu anajua vitu anavyofanya, yani madudu anayofanya. Yani licha Umoja wa Mataifa kuongea, UN, sijui mashirika ya haki za binadamu, lakini Samira hata kujali. Na baadaye akaja akatoa tamko kwa wote wanaona uongozi wake yeye ni wa unyanyasaji. Akawaambia, Tanzania ni taifa huru. Hatutakubali kufundishwa demokrasia na wale wanaotuibia demokrasia hiyo. Nafikiri tumeelewana. Akamaliza hivyo. Yaani hakutaka kuendelea wala hakutaka kufanya kitu. Yaani ni hivyo tu. Akamaliza. Ilikuwa Jumapili. Saa 3:13 usiku. Mnililisho wa magari ya kijeshi ulionekana ukielekea Ikulu. Ilikuwa ni operation ya kiintelijensia. Kimya
sahihi na ya haraka. Samila alikuwa ndani ya Ikulu. Alishtushwa na milio ya helikopta na redio za mawasiliano ndani ya Ikulu zilizimwa. Hapo ndipo alipochanganyikiwa. Haelewi aguse wapi, haelewi atafute wapi. Ndipo alipoamua akiangalia nje anaona kueleweki. Na magari ya jeshi tayari yalikuwa yashatia timu pale. Alichokifanya, kulikuwa na ni kama handaki, lakini sio handaki. Yaani kwamba kukitokea hatari, basi anaenda kujificha pale. Hata kama ni hatari ya moto, akikaa pale anakuwa salama kabisa. Kwa alichokifanya, alivyoona maji yamefika ukingoni, akaamua kuingia kule kujificha. Alipokaa kule kujificha, huku walinzi wake wengine walikufa, wengine walikamatwa, na wengine kumbe walikuwa ni vibaraka wa jeshi ambao walitangulizwa before wao hawajaja. Kwa wanajeshi walipokuwa wanakuja, itimezi kwamba huku ulikuwa na mtu ambaye walikuwa na communicate naye. Wale wapa mchongo jinsi, mjengo wote wa Ikulu jinsi ulivyo. Ni huyo mtu wa usalama ambaye naye alikuwa shosho kama nyanyaso huyo Mama Samira. Samira alipojificha akakaa kule kimya. Kimya kabisa. Akawa anasubiria aone ni nini kinachoendelea. Wakati huo walinzi washakufa. Kwa pale kabaki yeye akiwa anachungulia kwenye kitabu kidogo sana. Kamanda wa jeshi alivyoingia kwenye chumba cha Samira hakumkuta. Akamwita kati ya wale afisa, wale watu salama waliokuwa wanamlinda Samira. Akamuuliza, "Mbona ndani hayupo? Atakuwa ameenda wapi?" Yule afisa salama akasema, "Usijali. Huyo yupo ndani, hajatoka sababu tangu kaingia kulala mimi hapa mlangoni sijatoka. Yupo ndani, atakuwa amejificha." Wakaanza sasa kukagua sehemu moja baada nyingine, kabati moja baada nyingine. Wamekagua wakamaliza. Wakasema kweli ametukimbia. Lakini hawezi akatukimbia. Iwe nchi yoyote itakayomhifadhi, basi atakuwa tengeneza au atakuwa amejenga uadui mkubwa sana na nchi ya Tanzania. Kwa hiyo hapo kama hajatoroka tutampata. Amekaa. Sasa kule amekaa sana, pumzika inaisha. Sababu kule inatakiwa mtu anapokaa akae na mtungi wa oksijeni. Ila yeye sasa alienda hivi. Kwa ile katulia kule. Na hawa wanataka kutoka, akapiga chafya bwana. Sababu kuna mdudu aliingia puani, akapiga chafya. Alipopiga tu chafya, yule kamanda alikuwa shafika mlangoni, wakarudi tena. Kurudi ndipo alipomuona. Ndio akaonana tena. Mtu na mtu na rais wake. Akamwambia, "Samahani Madam President, lakini sina budi kufanya hichi ninachokifanya sasa hivi. Nisamehe sana. Na nahisi unajua ni kwa nini nafanya hivi. Nisamehe sana." Walivyomshika wakampa faragha sababu alikuwa amevaa
nguo za kulalia. Kwa wakampisha huku akiwa na ulinzi mkali sana ili asije akatoroka upande wa pili. Akavaa, alivyomaliza kuvaa akaambia niko tayari. Wakamshika, wakaondoka naye. Na hayo yote yanaendelea. Hawakutaka kuficha kwa wananchi. Kwa kila kitu kilikuwa live. Sababu wale wa media wengi walikataa kuonyesha. Kwa zilikuwa zinaenda moja kwa moja mtandaoni. Na kitu kikishaenda mtandaoni kusambaa ni dakika chache sana. Watu mbalimbali walifurahia Rais Samila kukamatwa. Yaani walifurahia vibaya sana. Na wengine walishukuru wakisema Mungu asante. Na uhuru wetu sasa hivi umepatikana. Tutapata vyakula kama zamani, tutaishi maisha kama zamani. So haya tulikuwa tunaishi ya kusimangwa na mtu mmoja nchi nzima. Walifurahia sana wananchi. Samila alichukuliwa, akapelekwa kwenye defender. Baada hapo wakampeleka jeshini. Hawakumpeleka polisi sababu wanajua kabisa wangempeleka polisi kule ana vibaraka wengi sana. Wangemfungulia atoroke. Kwa wakampeleka jeshini. Wakamfungia kule kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, huku upande mwingine kuna wanajeshi ambao walienda nyumbani kwa Euro President wa awamu ya 3 ili waweze kumkamata. Sababu kutokana na fununu inaonyesha kuwa yule ndo alikuwa mshiriki wake mkubwa sana na ndo mtu aliyekuwa anamshauri afanye ujinga. Kwa naye wakakamatwa, akapelekwa jeshini. Wakafungiwa vyumba tofauti tofauti. Baada ya hayo yote kutokea, Kanali Mnishi ndipo alipochukua hatua na kutangaza kuwa Tanzania inatangaziwa kuwa ipo katika mikono ya serikali ya mpito. Aliyekuwa rais wa Tanzania Madam Samira tumemshikilia kwa mahojiano maalum na tutakuwa tunawapa update kwa kila kinachoendelea. Wakati huo wananchi mwanze kufikiria jinsi mtakavyo badilisha katiba ya nchi yenu. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Asanteni sana kwa umoja wenu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Akamaliza. Wakati huo Samila alikuwa bado anatetemeka. Yaani yupo kwenye defender lakini anatetemeka. Sababu anajua ameisha. Samila akashikiliwa na akapelekwa lockup za jeshi na mahojiano yakiwa yameanza.
Asanteni kwa kunisikiliza. Je, unataka kujua ni nani ambaye anaikontrol nchi? Wakati wananchi wote wa Tanzania wanajua walimpigia kura mtu mmoja, naye ni Rais Samira. Na inakuwaje kuna mtu mwingine juu ya Rais Samira? Usikose kuungana na mimi katika sehemu inayofuata ya simulizi yetu ya Sao Madam Pregnant. Usahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.